Askofu Josephat Gwajima alizaliwa tarehe 19 Disemba 1970 katika mkoa wa Mwanza nchini Tanzania. Akiwa mtoto mdogo, alipata ajali mbaya iliyoumiza uti wa mgongo na kumfanya kuwa mlemavu kwa muda wa miaka 6. Wakati huo, madaktari walieleza kuwa asingeweza kutembea tena, jambo ambalo lilikuwa ni gumu kukubalika. Hata hivyo, akiwa kwenye hali hiyo, anasema siku moja aliota akifanyiwa muujiza wa kupona. Basi alipoamka, baada ya muda mfupi alianza kupata nafuu na hatimaye akarejea kwenye hali ya kawaida. Tukio hilo la ajabu lilimpelekea kuacha maisha ya kawaida na kujitosa katika huduma ya kiroho. Gwajima alihitimu katika shule ya sekondari ya Buswelu mkoani Mwanza mnamo mwaka 1993 na baada ya hapo alielekea Nairobi, Kenya, ambapo alijiunga na East African Pastoral Theological School na kupata Advanced Diploma katika Biblia na Theolojia mwaka 1994. Aliendelea na masomo ya juu ambapo alisomea Masters in Christian Missions kutoka Japan Bible Institute kati ya mwaka 2006 mpaka 2008 na baadaye alitunukiwa PhD ya heshima kutoka Omega Global University ya Afrika ya Kusini tarehe 7 March 2015. Baada ya kupona na kuhitimu masomo yake, Gwajima alianza kufanya mikutano ya Injili maeneo mbalimbali kama Musoma, Tanga na baadaye Dar es Salaam. Hatimaye alianzisha kanisa lililojulikana kama Glory of Christ Church, maarufu kwa jina la Ufufuo na Uzima. Kanisa hilo limekuwa kwa kasi sana na kufungua matawi zaidi ya 1000 ndani na nje ya nchi ya Tanzania, likiwa na watumishi wa huduma zaidi ya 7,000. Mahubiri ya Gwajima yamekuwa yakivuta maelfu ya waumini, huku makanisa yake yakijaa kila Jumapili. Mbali na kazi ya kiroho, Gwajima amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kijamii na kisiasa. Anaonekana mara kwa mara kwenye vyombo vya habari, huku hadhi ya hotuba zake zikiibua mijadala mikali. Amehusishwa na madai mbalimbali yakiwemo shutuma dhidi ya baadhi ya viongozi wa serikali, msimamo wake dhidi ya baadhi ya sera na hata uvumi wa kuhusika na mashirika ya kificho kama Freemason, madai ambayo amekanusha mara kadhaa. Mwaka 2016 aliwahi kukamatwa Nairobi nchini Kenya na kurejeshwa nchini Tanzania, jambo lililozua mijadala mikubwa kuhusu usalama, siasa na dini. Katika uchaguzi wa mwaka 2020, Josephat Gwajima alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, akimshinda Halima Mdee wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hili lilikuwa ni tukio la kihistoria, kwani haikuwahi kuwa kawaida kwa kiongozi wa madhehebu makubwa ya kidini nchini Tanzania kuingia bungeni moja kwa moja. Gwajima aliendelea kuwa mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara na mazingira, akihusishwa pia na masuala ya haki za kijamii na uongozi bora. Askofu Gwajima ameonekana hadharani akiwa na magari ya kifahari kama Hummer, mabasi ya kisasa kwa ajili ya huduma ya kanisa na nyumba ya kifahari ya ghorofa 4. Kanisa lake linaaminika kuwa na waumini zaidi ya 70,000 kwa kila Jumapili, na amekuwa akifanya ziara za Injili katika nchi mbalimbali kama Marekani, Uingereza na Australia. Ameandika zaidi ya vitabu 40 vya kiroho, huku akihubiri kwa njia ya television, radio na mitandao ya kijamii. Anaaminika kuwa miongoni mwa wachungaji matajiri zaidi Afrika ya Mashariki. Mnamo Juni 2, 2025,
serikali ya Tanzania ilifuta rasmi usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima. Hatua hii ilifuatia kauli za Gwajima alizozitoa hadharani akikosoa vitendo vya utekwaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, akisema kuwa serikali inahusika na vitendo hivyo. Kauli hizi zimejiri wakati ambapo nchi inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Serikali ilieleza kuwa mahubiri ya Gwajima yalikuwa na mwelekeo wa kisiasa na yaliyohatarisha amani na utulivu wa nchi. Tofauti na kufungiwa kwa kanisa lake, Gwajima amewahi kukumbana na hatua nyingine za kisheria. Mwaka 2021, kamati ya maadili ya bunge ilimfungia kushiriki vikao viwili vya bunge kutokana na kauli zake za kupinga chanjo ya Uviko 19, akidai kuwa chanjo hizo hazikuwa na utafiti wa kutosha na zina madhara kwa afya ya wananchi. Pia kamati ilimshauri mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai DCI kuchukua kauli zake zikihusisha na tuhuma za kueneza habari za uongo na kuchochea machafuko. Licha ya changamoto anazokumbana nazo, Askofu Gwajima ameendelea kuwa na msimamo wake wa kukemea vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kuhimiza amani na utulivu nchini. Kwa sasa anaendelea kuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa katika jamii, huku akijiandaa kwa uchaguzi wa Oktoba 2025 ambapo atakuwa na nafasi ya kuonyesha ushawishi wake kisiasa. Safari ya maisha ya Askofu Josephat Gwajima ni hadithi ya mtu aliyepitia mateso makubwa, akiamini, akapona na hatimaye akawa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Kazi yake ya kiroho pamoja na mchango wake katika siasa unaendelea kuibua gumzo na mazungumzo, mitazamo tofauti na kuvutia hisia za maelfu ya watu. Anasifiwa kwa ujasiri wake wa kusema ukweli, lakini pia amekosolewa kwa msimamo wake mkali na mbinu zake za uongozi bila ya kujali maoni ya watu. Historia ya Gwajima itaendelea kusimama kama mfano wa jinsi imani inavyoweza kubadilisha maisha na taifa. Subscribe channel hii ili uzidi kupata makala zaidi.